Kugoje? Hali ya kugojea. Praise the name of the Lord. Ena pamoja nami the book of 1 Samuel chapter 16 1 to 13. Inawezekana sitaongea sana maana hata dada yetu ameniambia nataka by saa 7 akaweze kuondoka. Kwa hivyo in the book of Samuel, 1 Samuel, Samueli wa kwanza ni hadithi tunaijua sana, lakini sitaielezea maana sio mambo mengi nataka kuyazungumzia mahali pale. In the book of 1 Samuel chapter 16 1 to 13. Samueli wa kwanza mstari wake ni wa aya yake ni ya 16 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 13. Nasema hivi, Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, utamulilia Sauli mpaka lini? Wewe unajua kuwa mimi nimemkataa kuwa mfalme juu ya Israeli. Sasa jaza upembe wako mafuta, uondoke nitakutuma kwa Yesi wa mji wa Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme miongoni mwa wanae. Mstari wa 2. Samueli akasema, nitawezaje kwenda kama Sauli akisikia habari hiyo? Atainua pamoja naye ataniua. Yeah, that is the word. Samueli akasema, nitawezaje kwenda kama Sauli akisikia habari hiyo? Ataniua. Mwenyezi Mungu akamwambia, chukua ndama pamoja nawe, na ukifika huko useme, nimekuja kumtolea Mwenyezi Mungu taabiko. Mwalike Yese kwenye taabiko hiyo, nami nitakuonyesha la kufanya. Utampaka mafuta kwa ajili yangu mtu yule nitakaye kutajia. Samueli akafanya kama alivyoambiwa na Mwenyezi Mungu. Akaenda Bethlehemu. Watoto wanaweza kutoka wa Sunday school. Kaenda Bethlehemu. Wazee wa mji wakatoka kumulaki. Sunday school. Wazee wakatoka kumulaki wakiwa wanatemtemeka, wakamuuliza, je, umekuja kwa amani? Samueli akamwambia, nimekuja kwa amani. Nimekuja kumtolea taabiko Mwenyezi Mungu. Jitakazeni wenyewe, halafu twendeni kumtolea taabiko. Samueli akamtakaza Yese pamoja na wanae, akawakaribisha kwenye taabiko. Walipofika na Samueli alipomuona Eliabu, akajisemea moyoni mwake, hakika mpakwa mafuta wa Mwenyezi Mungu ndiye huyu aliye mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia, usiangalie sura yake na urefu wa kimo chake. Mimi nimemkataa, kwani sijaangalia mambo kama mnavyoangalia binadamu wenye kufa. Binadamu huangalia uzuri wa nje, lakini mimi naangalia moyoni. Kisha Yese akamuita Abinadabu na kumleta mbele ya Samueli. Lakini Samueli akasema, wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Yese akamleta Shama. Samueli akasema, wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Yese akawapitisha wanae wote 7 mbele ya Samueli. Lakini Samueli akamwambia, Mwenyezi Mungu hajamchagua yeyote kati ya hawa. Halafu akamwambia, je, wanao wote wako hapa? Yese akajibu, bado yuko mmoja, lakini amekwenda kuchunga kondoo. Samueli akamwambia, tume mtu amlete, sisi hatutaketi chini mpaka atakapokuja hapa. Hivyo Yese alituma mtu, naye akaletwa. Yule kijana alikuwa mwenye afya, mwenye macho mangavu na wa kupendeza. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, sasa huyu ndiye, inuka umpake mafuta. Samueli akachukua upinde wake wenye mafuta, akamumilia Daudi mafuta mbele ya kaka zake. Mara roho ya Mwenyezi Mungu
ikamujia Daudi kwa nguvu. Ikakaa tangu siku hiyo na kuendelea, kisha Samueli akarudi mjini Rama. Praise the name of the Lord. Ni hadithi refu na tunaiona ya kwamba ni wakati Daudi aliweza kuteuliwa na kumwagiliwa mafuta baada ya Mungu kumkataa mtu aliyekuwa anaitwa Sauli. Praise the name of the Lord. Maana Sauli alichaguliwa kuwa mfalme wakati wana wa Israeli wenyewe walijiomba kwa Samueli na wakamwambia Samueli, tumechoka na kutawaliwa na watu wa Mungu, lakini tunahitaji na hata sisi tukampate mfalme akaweza kututawala kama wale mataifa mengine yalikuwa na utawala wa kifalme. Lakini wakati ule sasa Mungu akaongea na mtu anaitwa Samueli. Wakati Samueli alienda mbele za Mungu na akamulilia Mungu kwa sababu ya wana wa Israeli, lakini Mungu akamwambia Samueli, sio wewe wamekataa, bali ni mimi wamekataa. Praise the name of the Lord. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu akaweza kuwaletea mfalme jinsi walivyokuwa wanataka, na akamwambia Samueli, enda uwaambie hao wana wa Israeli watapata mfalme, lakini mfalme ataleta mateso, atakuja kuwasubua, atawafanya mambo, watakuja kulia na kuligereti baadaye. Nao kama vile mzee Ndongo alituambia hapa asubuhi, ni watu sasa wakiambiwa kitu ni watu wa kutokuamini. Lakini wakati Biblia inasema ya kwamba wakati wowote ule, wakati Sauli alikuja akawa mfalme mahali pale, alikuja na akaleta mambo na akawatesa kama vile Mungu mwenyewe alikuwa amewaambia watafanyiwa. Lakini baadaye pia Mungu akamtuma kwa nchi ya Waagagi ili akaweza kuangamiza na kumaliza Waagagi mahali pale, na vitu vyote vilikuwa mahali pale, lakini hakutii. Praise the name of the Lord. Napitia ili niingie mahali nataka kuingia. Kwa hivyo hakuweza kutii. Alienda akaua watu wengine, akabakisha ule mfalme. Pia akaweza kuua vitu vile, lakini akabeba kondoo na vitu nono. Na hata wakati Mungu alikasirika, akamwambia mtu anaitwa Samueli, nimechoka na wewe kushinda ukimulilia Sauli, utamulilia mpaka lini? Lakini sasa nataka kukwambia ya kwamba nimemkataa, simpendi na simtaki tena. Na hapo tumesoma, tumeona ya kwamba akaweza kumwagiza Samueli, akamwambia, enda katika nyumba moja nitakutuma kule Bethlehem, katika nyumba ya Yese. Mahali pale nimejipatia mfalme atakaye tawala katika Israeli. Praise the name of the Lord. Na tunaona Samueli akiwa na uoga, maana alimwambia Mungu, sasa nikienda mahali pale Sauli asikie niko mahali pale, si ataniua? Naye Mungu akamwambia, hapana, inuka, enda, nitakuambia na nitakuonyesha utakavyofanya. Praise the name of the Lord. Tunaona ya kwamba alienda mahali pale, watoto wote wa Yese wakaletwa kutoka ule mkubwa. Na tunaona ya kwamba alipoletwa mtoto wa kwanza, Samueli akamwangalia, akaona vile alivyo, akaangalia mwili wake, akaona nguvu zake, na akasema enyewe mumwajua wa mafuta wa Mungu ndiye huyu. Lakini Mungu akamwambia sio huyo. Praise the name of the Lord. Sijamchagua huyo. Kwa hivyo kuna kuchagua kwa Mungu, na wakati Mungu amechagua, hakuna mtu anaweza kuzuilia. Hata wengine wakikuja, ni lazima yule Mungu amechagua akaweze kushika ushukani wa mahali Mungu amemchagua, ili akaweze kufanya ile kazi Mungu anataka aifanye katika huduma yake. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunaangalia na tunaona ya kwamba ilifika wakati watu wakapitishwa kwa Samueli. Na Samueli akamwambia Yese, hapa hakuna hata mmoja wao Mungu ameweza kumchagua. Akamuuliza, watoto wako wote wako hapa? Akamwambia, hapana, kuna kamoja na nikare kadogo.
na nikakijana hakawezi hata kutambulika. Kako ndiko kameenda kuchunga kondoo zangu kule kichakani. Praise the name of the Lord. Na tunaona Samueli akimwambia Yese, tumana useme ya kwamba huyo kijana ako malishoni akaweza kuletwa, na hatutakaa chini mpaka atakapofika mahali hapa. Praise the name of the Lord. Direnda gukwira gutiramba kania wiku hindi ya Ngai arenda gugwetha akuhuthire agukinyie haria arenda ukinye. Praise the name of the Lord. Hakuna. Na kwa hivyo wakaambiwa ya kwamba hakuna kukaa chini. Na tunaona ya kwamba akatumana, na wakati Daudi alifika, Mungu akamwambia Samueli ya kwamba kijana ndiye huyo. Praise the name of the Lord. Na alikuwa kijana mdogo. Nani yako hapa ako na 16 years? Tuna mtu ako na 16 years hapa. 16 years. Kasho uko na ngapi? Yeah? Una 16. Mwingine Saimu wako pale. Bwana asiwe sana. Daudi alimwagiwa mafuta akiwa na umri wa miaka yenu kama siko zenu. Praise the name of the Lord. Aliweza kumwagiwa mafuta akiwa in the age of 16 years. Praise the name of the Lord. Na wakati sasa aliweza kukuja, Samueli akaweza kuinua ile pembe yake, na ile mafuta ilikuwa mahali pale, akaweza kumwagia mtu anaitwa Daudi mafuta. Na wakati alimuimwagia mafuta, Daudi akawa anointed, lakini hata kana kwamba aliweza kumwagiwa mafuta, hakuchukua mamlaka on the spot. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo alimwagiwa mafuta na bado akarudi katika kazi yake kufanya nini? Ya kuweza kuchunga mbuzi. Praise the name of the Lord. Na ni ya kwamba akiwa mahali pale aliweza kugoja mpaka wakati wa Mungu utakapofika, ili akaweza kushika ushukani ya kuweza kutawala katika Israeli vile Mungu aliweza kumwahidi. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako kuwa mtu wa subira. Kuwa mtu? Sami unaambia nani? Tumwambie kuwa mtu wa subira. Kuwa mtu wa kufanya nini? Wa kungojea. Maana watu wengi wamepotea katika njia yao na Mungu kwa sababu ya kukosa kuwa na subira ndani yao. Praise the name of the Lord. Ukisoma unaona ya kwamba David has taken long to become a king. Daudi aliweza kuchukua muda mrefu kukuja kuwa mfalme. Kwa hivyo hata wakati aliweza kumwagiwa mafuta, hakuchukua nafasi ya ufalme wakati ule. Lakini hata kana kwamba aliweza kuchukua akiwa na age ya miaka 16, aliweza kugoja. Hebu niwekee first Samuel. No. Ndio hiyo tumesoma. Tunaona ya kwamba wakati sasa alikuja kuchukua mamlaka, kwanza alipewa kainchi kadogo. Ni Yuda mzanu. Biblia inasema ya kwamba aliweza kutawala katika nchi ya Yuda akiwa na miaka 30. Miaka ngapi? 30 years. Kwa hivyo in between 16 years up to 30 years. Ni gapi ya miaka ngapi Mr. Yeah? Miaka 10? 14 good years. Alikoja miaka 14 akiwa mahali pale akikoja. Siku moja alichosema Mungu, alichomwahidi Mungu kitakuja kutimia. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako wacha haraka. Mwambie wacha haraka. Mwambie kuwa mtu wa subira. Maana hata kama Mungu alisema wewe ngojea, maana itakuja kutimia wakati wake ukifika. Praise the name of the Lord. Na nimeandika ya kwamba we need to have the spirit of waiting of waiting, not rush. Tunahitaji kuwa na roho ya kungojea, ya subira. Praise the name of the Lord. Wacha kukimbia, maana watu wengi wameanguka katika mtihani, wameanguka katika boru zao, wameanguka katika mwito wao kwa sababu ya kukimbia kabla
kabla ya Mungu hajaleta shuruhu ya wakati unaofaa. Praise the name of the Lord. Amen. Leo nataka kuongea tu hali ya kufanya nini? Ya kugojea. Na mfano ule nimeleta siku ya leo ni wa Daudi. Na nimesema I'm asking because very often when we believe that we are held from God about a decision or a next step in our lives, and then nothing happens, we can be discouraged and or begin doubt. Mara mingi mtu anaweza kusikia ya kwamba kuna mwito Mungu amefanya nini? Amemuita. Na katika ule mwito Mungu amemuita, anakosa kuwa na hiyo roho ya subira. Na anaona kana kwamba yeye ata make the own decision. Ema tu make. Ama decision ni nini na Kiswahili? Maamuzi. Anajaribu kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe, ama kuchukua hatua katika maisha yake, na hakuna chochote kitaweza kufanyika. Mara mingi unapata watu wameenda kuchukua hatua zao wenyewe badala ya kugoja ile sauti walisikia Mungu amewaongeleza. Maana ikifika Mungu ni lazima atakuinua, akupeleke na akufikishe mahali pale. Praise the name of the Lord. Kuwa na roho ya subira. Have a spirit of waiting. Na wakati umepata kuwa na roho ya subira ndani yako, wakati wa Mungu ukifika utaweza kufanya. And that is why inasema and then nothing happen. We can become discouraged. Unaweza kukuja kuona kama sio kweli na kuvunjika moyo. Praise the name of the Lord. Sometimes watu wanakaa hivyo, unaona ya kwamba Mungu kuna kitu alizungumzia wakati fulani. Labda ni mwito, labda ni kazi fulani, labda ni mambo fulani, lakini unaona ya kwamba ile sauti nilisikia Kamau ni kama sio sauti ya kweli. Bwana asifiwe sana. Unaanza kuvunjika moyo. Na unaanza kuona ya kwamba kama sio Mungu alikuwa amezungumza nami. Ili hali ni Mungu alifanya nini? Alizungumza na wewe. Kwa hivyo kuwa na wakati wa kugojea. Maana wakati wa Mungu ukifika, teodoke ugekumbaga tagiguko wanani awosho. Ikichomoka hiyo kitu, unasikia ya kwamba ninahitaji kutoka na ili nikafanye kazi ile Mungu ameniitia nikaweze kuifanya. Praise the name of the Lord. Lakini ukichukua hatua yako wewe mwenyewe, ukikimbia wewe mwenyewe, unapata ya kwamba ukikuja jambo fulani linafanya uone ya kwamba kama sio Mungu alikuwa amekuita, mpaka unaachana na lile jambo, unarudi kufanya mambo mengine. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba Daudi wakati alimwagiwa mafuta alirudi kwa kazi yake. Hello? Alirudi kwa kazi? Sio noti zangu mwange kama ziliingia. Aliingia kwa kazi yake. Lakini wakati alikuwa katika ile kazi yake, bado Mungu alikuwa anamuunda ili akaweze kuwa mtu anaweza kutawala katika nchi ya Israeli. Praise the name of the Lord. Niko na idara yangu ikata. Kuna wakati wa kufanya nini? Wa kuundwa. Kuna wakati wa kutengenezwa. Kuna wakati sasa wa kuwekwa, ili wakati nafasi ile itafika ukatipatiwa ile kazi Mungu anataka uifanye, unakuwa mtu ameiva. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako mtu ameiva. Sio gedegedege, mtu ameiva. Mtu ameiva. Praise the name of the Lord. It is a journey. Ni safari. Tuliongea na mtu mmoja kaniambia ya kwamba mimi naomba Mungu. Hii maandiko ikikuja tulishare mahali na mtu. Sasa kaniambia siku mingi ameniambia mimi nasikia ninaomba Mungu anisaidie niachane na hii kazi ninafanya ili niingie full time minister. Niweze kuona kila wakati ninapatikana kanisani. Wakati tulikuwa tunazungumzana hivyo, tukaona maandiko, tukajaribu kuchambua, tulikuwa tumekaa mahali.
Tukakuja tukasoma na tukaona historia ya mchungaji mmoja, alikuwa anapeana historia yake ya kwamba 205 Mungu alimuita katika huduma. Na akielezea akasema ya kwamba wakati Mungu alimuita katika huduma, akaona ya kwamba maana amesikia mwito, kesho yake ataamkia. Lakini pamoja na kufikiria hivyo, Mungu alimweka kutoka 205 till 2021. Praise the name of the Lord. Mungu akamuunda, Mungu akamtengeneza, Mungu akamfanya. Baada ya hiyo ndio Mungu alikuja akampatia, wakati aliingia katika uchungaji kama wewe tulikuwa tunaongea na yeye, alikuwa anafanya hiyo mambo ya kuwa part time. Lakini alikuwa anatamani sana kuwa full time. Maana alikuwa anaona wengine is a full time pastors. Praise the name of the Lord. Wakati tuliangalia tukaona kasema kutoka 205 mpaka 2021, hiyo ni miaka 10 na ni almost 16 years. Diwali sasa alikuja Mungu akamzungumzia, akamwambia sasa ndio nataka kukufanya kuwa full time minister. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo akasema ya kwamba watu wengi wanakimbia. Huyo nikamwambia uko na miaka ngapi katika huduma? By the way, ile yake ilijibiwa hapo. Nikamuuliza kwa huduma uko na miaka ngapi? Niko na miaka 3. Miaka 3 hii. Kamwambia hata hujafikisha miaka 3. Na sasa uko katika nini kama bio? Na hakuna any cost. Hakuna gharama yoyote. Amefanya nini? Amegharamika ama amelipia. Praise the name of the Lord. Nikamwambia wait wakati wa Mungu. Maana wakati wa Mungu ukifika, kama atakupeleka miaka 5, well and good. Kama atakupeleka miaka 10, well and good. Kama ni mwaka ujao atakutimizia, well and good. Lakini usikimbie, maana ukikimbia utajikwaa. Praise the name of the Lord. So tunaona ya kwamba Daudi aliweza kuenda. Na that is why tunasema ya kwamba sometimes unaweza kuona ya kwamba kama Mungu, nasikia unafitika moyo, unaona kama sio Mungu. Hata Daudi akiwa kule kichakani, labda angeangalia, aona nilimwagiliwa mafuta, nikawa mwagiliwa mafuta nichukue ufalme na modo na rakwa. Praise the name of the Lord. Huyu mtu afanye nini? Hakufi. Bado badala ya kukufa anakibishana na mimi. Lakini unaona ya kwamba wakati Daudi alikuwa anateswa na Sauli, hata siku moja akaenda akampata amelala, mpaka mfanya nani wake, mlindaji wake moja akamwambia mtu sidie huyu, Jorasi ndio hii, si uchije mtu sasa kwa sababu amekusumbua siku mingi. Lakini Daudi akamwambia kile ninajua ni ya kwamba mmwagiwa mafuta wa Mungu, hata kidole siwezi nikamuonyesha. Praise the name of the Lord. Maana alikuwa na that spirit ya kuweza kugotea. Maana alikuwa wakati wa Mungu, the God's time is always best. Praise the name of the Lord. Siwaambie mwenzako ndio sio kama wewe ni daraka inayo sawa. Wakati wa Mungu ndio mzuri. Maana ukiingia katika hiyo huduma, ukiingia katika hiyo Mungu amekuzungumzia utafanya, hakuna wakati wa kuwa na shida na hakuna wakati wa kung'ang'ana, because the God time is the light. Praise the name of the Lord. Wakati wa Mungu ndio unastahili. Maana asiwe sana. Na tunaona ya kwamba akiwa na miaka 30 aliweza kukabidhiwa hali ya kuongoza katika nchi ya Yuda. Na akiwa na umri akatawala miaka 7. According to the Bible, alitawala miaka 7 katika Yuda. Baada ya hiyo akatawala Israeli. Praise the name of the Lord. Akatawala Israeli, sasa ikaunganishwa Juda na Israeli, akaweza kuitawala akiwa na umri wa miaka 37. Praise the name of the Lord. Na alitawala katika Israeli kwa miaka 33. 33 plus 7 40 years. Kwa hivyo akawa mfalme kwa miaka 40. Why? Maana aliweza kugoja. Praise the name of the Lord.
Mwambie mwenzako, ukitaka kufanikiwa katika njia yoyote, kuwa mtu wa kungoja wakati wa Mungu. Na ukifika, hata maadui wainuke, hata wanao kuonea kijisho wainuke, utakuja kufaulu, maana utakuwa ni wakati wa Mungu. Mwambie wacha kukimbia. Gai duelosio. Wakilisi doaje rona nino keredi atengere. Praise the name of the Lord. Si unaona watu wanakimbia maana wameingia katika mwito huu. Unasikia mtu akikwambia natamani kuwa askofu. Na hata akitamani kuwa askofu, hata akifanyika kuwa askofu, nasikia anakuambia ya kwamba ninatamani kuwa akibisho. Anaongeza ACK. Akibisho. Akiwa akibisho, unasikia sasa anataka kuwa chief apostle. Kukalia mpaka kiti cha Yesu. Who is the chief apostle? Yesu. Unasikia, sijui kama mmesikia watu wakijiita hivyo. Unasikia mtu anasema ama chief apostle. Maana ametafuta viti vyote, sasa anataka kukalia. Hata wengine unasikia wakiita Jesus. Kama na huku sinasikia wakiita Yesu anawasijua nini? Yes. Praise the name of the Lord. Maana kazi zao sio kutaka kufanya ile Mungu amewaitia. Wanataka kukibishana na mamlaka. Praise the name of the Lord. Nataka. That is why unaona asubuhi moja unasikia mtu anaamuka anakuambia nimeweka kakofia leo kanaweka hapa kwa kichwa. Unafikiri ni wangapi wamefurahi hata pale Vatican? Washirika wanaanza kusikia ya kwamba wanakwenda upwekwe, maana mama mtakatifu wao wamefanya nini? Lakini wale makardinals wako pale, kuna wengine walikuwa wanauliza siarare na hata mimi nikalie nini? Hiyo kiti. Na hata wakati alikuwa kwa hospitali wakaona ametoka, wanaanza kugababika kai akiuraga gai atano uraga oni. Praise the name of the Lord. Ili waweze kuchukua nini? Maana watu wengi wanakibishana na mamlaka. Na wengine wanakibishana na nguvu. Wengine wanakibishana na majina. Lakini sisi tunafaa kujua ya kwamba tunatembea katika wakati wa Mungu. Maana majira ya Mungu ndio sawa sawa. Praise the name of the Lord. Hello? Daudi aliweza kungoja wakati wa Mungu. Alirudi kuchunga kondoo za baba yake. David was anointed and went back to tend his sheep, but operated from that new anointing from that point or from that time. Bwana asifiwe sana. Alirudi akaendelea na hali ya kuchunga zile kondoo alikuwa anachunga. Na pamoja na hiyo hali ya kuchunga kondoo, basi Mungu hakumsahau. Mungu alimtumia akawa mfalme. Kile unahitaji ndugu yangu, dada yangu, ukikaa katika njia za utakatifu, ukikaa katika njia za haki, ukimwamini huyu Mungu, ni lazima kitatimia, maana Mungu ni mwaminifu kwa walio waaminifu. Praise the name of the Lord. Mungu ni mwaminifu kwa walio waaminifu. Ukiangalia mtu kama, ukiingia uangalie mtu kama Abraham. Abraham alikuwa rafiki wa dhati wa karibu wa Mungu. Lakini Abraham hata akiwa hivyo, wakiwa na mke wake Sarai, praise the name of the Lord, hawakufanikiwa kuwa na mke. Lakini Mungu akawatembelea wakati Sara alikuwa na miaka 65 na mume wake alikuwa na miaka 75. Praise the name of the Lord. Mungu akawaambia, akamwambia Abrahamu, kutoka kwako wewe na mkeo Sarai utapata mwana. Praise the name of the Lord. Ilikuwa ni ahadi ya mwaka moja, 2, 3, miaka 25. Praise the name of the Lord. Naongea mambo ya kungoja. Hello? Tuache kukimbia jameni. Kukimbia kumefanya watu wengi wateleze na waanguke. Haleluya. Abrahamu, Mungu akamwambia, mke wake akaona kama akawa na doubt. Akaona kama sio Mungu aliongea. Praise the name of the Lord. Hata Abrahamu Zedongo, nafikiri hata yeye aliona kama sio kweli. Maana kama ingekuwa ni kweli, akimwambia mke wake,
wacha vile Mungu alisema akaweze kutimiza. Praise the name of the Lord. Lakini mke alikuja akamwambia, unaona nimezeeka, maneno yangu imekwisha, hakuna kitu kinaweza kupatikana, chukua huyu. Chukua. Alumemari yakaje, ndio moja mwatu wiki hata. Kabla ya moto ifanye nini? Kabla ya moto iwake, wanaume wanafanya nini? Wanakula bichi. Praise the name of the Lord. Na basi sisi tunaangalia, tunaona ya kwamba aliambiwa na mke wake, naye kwa hivyo kuliingia, wakaona ni kama sio hivyo. Wakawa na doubt ya kuona ya kwamba muda umetibia, muda umeenda, sina nafasi, sina tumaini tena mimi kama Sarai, kwa hivyo wewe chukua huyu mke. Lakini hata kana kwamba walizaa na huyo mwanamke msichana wa nyumbani, Mungu alikuja kutimiza ahadi yake aliyoahidi katika nyumba ya Abrahamu baada ya miaka 25. Praise the name of the Lord. Who are you? Who I am? Mimi ni nani? Wewe ni nani? Tusiwe na hiyo roho ya subira, ya kugoja. Praise the name of the Lord. Hello? Tusiwe na roho ya kugojea. Kama ulisikia, kama kuna kitu unatamani na umesikia ya kwamba Mungu kwa kweli amenena na moyo wako, ama umesikia sauti ya Mungu, ama umesikia Mungu akisema, ama amekutumia nabii, amekwambia usiwe na wasiwasi. Ngoja kama Daudi alisema, nilimngoja Bwana kwa uvumilivu. In the book of Psalms 40. Nilimngoja Bwana kwa uvumilivu. Na wakati Mungu alikuja, aliniinua, akanitoa katika dimbwi la matope, akaniweka mahali pa juu, na akatia wimbo mpya ndani yangu. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako, ukimngoja Mungu ataweka wimbo mpya ndani yako. Praise the name of the Lord. Alipotembea katika nyumba ya Abraham na Sarai baada ya miaka 24 kutoka wakati ule, alipoingia Mungu alimwambia, mwakani wakati kama huu, hapa kwako kutazaliwa mtoto, hapa mtoto atalia. Nanema Zara ni alinagadina, maana akiwa na hapo akasikia, alifanya nini? Ni kucheka, maana aliona mkubavu wa mtu. Sasa mimi ni miaka 90 naelekea, ilikuwa labda alikuwa na 89. Sasa akiangalia anaona 89 years. Mimi nilifika menopause sijui miaka gani. Hata akauliza, hii furaha itatoka wapi? Ya kwamba mama kama mimi naweza kupata mtoto. Mungu akamuuliza, mbona Sarai? Mbona Sara umecheka? Praise the name of the Lord. Alicheka kwa sababu kulikuwa na that doubt. Imekuwa na watu mara mingi. Lakini Mungu akamwambia, lile nimesema ni lazima litatimia. Praise the name of the Lord. Kama ni Mungu amesema, ni lazima litatimia. Hata watu waende kwa waganga, watu waende kwa wachawi, watu waende wakafunge. Ndio na kanisa hili. Mtu anasikia mtu fulani njia zake zinaenda kufanikiwa, wanaenda kufunga mlimani ili wakafunge Kamau, maisha yako ama ndoto yako ama nyota yako isikanae. Hata wajaribu kufanya hivyo. Hata wajaribu kufanya hivyo, kama Mungu amesema, hakuna mtu ataweza kubadilisha. Haleluya. Si unaona wakati wa Goliath, Daudi anatokea, anapata kuna vita inapiganwa pale. Wakati aliingia mahali pale, kukapatikana kuna maswali, ni nani atapigana na Goliath? Yeye akajitokeza, akasema atapigana na Goliath. Ndugu zake walimnyamazisha. Tunakujua, wewe ni mtu wa maringo, wewe ni mtu wa kiburi, wewe ni mtu wa kujionyesha. Sasa mtu wa miaka kama wewe, sasa mtu hana nyama mbili. Ujue hata watu hawajui ukienda ama ukirudi. Ego tora ngewela na mundu wake dokemea geki na gesoka. Unajua anakuwa kifanya nini? Praise the name of the Lord. Ate una mbele wala nyuma, ndio tare mbele na duda. Nani huyo hana mbele wala nyuma?
Praise the name of the Lord. Wakaanza kumuudhi, wakamuonyesha, lakini alikuwa mahali pale akijua ya kwamba yule Mungu alifanya niue shiba na nduma na kila kitu. Hata huyu mwanaume asiyestahiliwa, huyu anaudhi Mungu wa Israeli. Haleluya. Maana siendi kwa nguvu zangu, maana siwendi kwa sababu ya uweza wangu. Ninaenda katika jina la Mungu Baba, Mungu wa Israeli. Hii jitu nitalianguza. Praise the name of the Lord. Walikuwa wanajaribu kumzuilia. Pengine kuna mtu amejaribu kuzuilia. Nataka kukwambia siku ya leo, kuwa na subira, maana inakuja kutimia. Praise the name of the Lord. Usikimbie. Usifanye nini? Usikimbie. Ngoja wakati wa Mungu. Maana wakati wa Mungu kishafika, basi hiyo mambo yote itafanya. Israeli, Ibrahimu akaambia Israeli, watoto wako watakuwa mateka katika nchi ya wenyewe. Miaka mingapi? 400 years. Na Biblia inasema ya kwamba kwa hiyo miaka 400 hao watu walikaa huko miaka 430. Praise the name of God. Na Mungu alikuwa amemwahidi Abrahamu, wewe hautakuwa pamoja na hao watu, lakini atakana kwamba hiyo miaka 400 watakaa katika nchi ya utumwa. Nitakuja kuwatoa huko niwapeleke katika nchi ya ahadi. Praise the name of the Lord. Sasa wewe shida yako unavevuka kwa sababu ya mwaka moja, mwaka mbili, nilifungua biashara haijasimama miezi 3 na nisukuma ninanue. Ulikuwa umeweka wapi customer? Mami, wewe anajeta kwa customer. Si hata wewe kuna wakati umepika unakuja inapikwa ingine wanasema tumekula sana, unamwaga na hapo. Mpaka wakati biashara ilikuja ikafanya nini? Ikasimama. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo mambo ilivyo. Ya kwamba Mungu akisema amesema, lakini wao waliahidiwa miaka 400 na wakagoja. Wewe ni siku 2, miezi 3, mwaka moja, miaka 4, miaka 5, miaka 400 na wakaongezewa ingine 30, wakakaa huko miaka 430. Praise the name of the Lord. Lakini wakati sasa ulifika, Mungu aliwatoa huko. Ama nataka nizelu. Baada ya Biblia inasema baada ya miaka 430 Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli. Akatuma Musa akawatoe huko. Huyo ugai yule. Miaka 430. Hebu angalia. Tukasomewa asubuhi ya siku ya leo. Wakatumwa watu wakapeleleze. Wakakuja wakaleta kanyokonyoko. Siku ya 40 tena wakamultiplyiwa 430 plus another 40 years. That is 470. Na noma ile na kirigiriro. Hello. Kutoka miaka 400 katika nchi ya Misri, katika jangwani another 40 good years. Wakatembea bado wakiwa na tumaini, maana Musa alikuwa anawaambia nchi Mungu aliyowaahidi ni nchi imejaa maziwa, imejaa asali. Mkifika huko msioane na hao watu, kaeni kivyenu ili Mungu awe anatembea pamoja na nyinyi, awe anawabariki, awe anawatendea. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kwa miaka 470 ndio waliweza kuenda in the promise land. Hello. Nikimalizia. Si tumeokoka? Si tunaenda mbinguni? Tumeokoka, tunaenda wapi? Lini? Tunangoja nani? Yesu arudi. Praise the name of the Lord. Yesu akibali sema aje? Nimeenda lakini narudi. Hata wakati watu wa in the book of Thessalonians, kuna wakati Paulo aliwaambia Yesu anarudi, wakaanza kukosa kufanya kazi. Wakakaa wakisema wanangoja Yesu kwa sababu alisema anafanya nini? Na anaweza kuwa narudi wiki inakuja. Hello? Mpaka Paulo akaenda akapata watu kubabu hawa. Akawaambia nyinyi endeleeni kufanya kazi yenu mkingoja nani? Yesu. Praise the name of the Lord. Alisema hivyo miaka ngapi imeisha kama usasa? 1200. Kumana yaje swali leto na miaka igana niko miaka ajaga dige gwitana na njirero turetana. More than 2000 years ago. Praise the name of the Lord.
zaidi ya miaka 2000. By the way, 2025 sasa. Watu wakigoja kurudi kwa nani? Tutavunjika moyo. Tutavunjika moyo. Tuseme sasa amekawia, tuvunjike moyo na tuone kama ni uongo, alafu turudi mahali tulikuwa kukula marege kule kwa shetani. Ukitaka kurudi shauri yako. Lakini ni ya kwamba Yesu anarudi. Hata kama atarudi baada ya miaka ingine 3000 inakuja. Mradi Yesu anafanya nini? Praise the name of the Lord. Ngoja Bwana. Mngoje Bwana kwa subira. Praise the name of the Lord. Amen. Mngoje Yesu anakuja. Miaka 470 hao watu ndio waliweza kuingia katika nchi ya ahadi. Miaka 16 Daudi akaweza kuchukua ushukani, na sio ushukani wote. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ili achukue ushukani wote wa kutawala Israeli, that is tuseme ilikuwa 14 years plus 7 years, hiyo ni miaka ngapi? 21 years. Baada ya miaka 21 ndio aliweza kuchukua utawala wa nchi ya Israeli. Praise the name of the Lord. Ndio sio kikera ni moja buke hiyo. Mwambia ushirash, baraka zako zipo. Mzee, baraka zako zipo. Na usione uti umezeeka miaka imeenda. Hapana, Mungu atembea na wakati wa mtu. Anatembea katika wakati wake yeye mwenyewe. Praise the name of the Lord. Maana wakati wa mwanadamu ni wakati unaweza kukosa kufikia. Lakini wakati wa Mungu ukifika, basi. Nijie mzee mwingine akisema, alipigiwa simu akaulizwa, wewe mzee ni wapi na Inoro? Kasema mimi ni sijui ni wapi. Kaulizwa, kwani uko na miaka ngapi? 88. Wewe ndio umekula 1.5 milioni. Kama ni pesa ya kweli, amekula kwa na miaka 88. Si alikuwa anaona kama ni kaburini anaenda. Sasa si miraha. Na hana na hizo za kukula. Sasa hakuna mashamba ule anaenda kununua kama Mungu amenunua. Sasa ni kukula pole pole. Agetero kusoka kwao. Kwa Yesu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo usione kana kwamba Mungu amekawia sana ati miaka imeenda. Hapana, lazima Mungu atimize lile aliloahidi na vile anataka kufanya na wewe. Either you are 100 years, lazima Mungu atimize mapenzi yake. Praise the name of the Lord. Tuwe watu wa kungoja. Tuwe watu wafanya nini? Tuwe watu wafanya nini? Wa kungoja. Praise the name of the Lord. Ni daraka ya ndogo. Daudi akagoja, Abrahamu akagoja, akawa na doubt na akaingia mahali pengine, lakini wakati wa Mungu ulifika baada ya miaka 25. Israeli miaka 400, lakini wakaongezewa ingine ikakuja 430, na wakaongezewa ingine ikakuja 470, lakini ilitimia na ikafanya nini? Na mambo ikatimia. Yesu akasema anarudi, kwa hivyo bado mngoje kwa sababu Yesu na harudi akuja mpige chapo. Harudi ukamchichie. Nitarubeta ilie. Hiyo chapo ulikuwa unakata, utaiacha wapi? Hapo. Praise the name of the Lord. Uende ukamlaki mawinguni. Praise the name of the Lord. Tukatawala na yeye mawinguni muda gani? Wa miaka 7. Alafu turudi wapi? Turudi hapa. Praise the name of the Lord. Hapa utarudi tu, lakini hata hiyo plot umenunua hautaipata. Haitakuwa yako tena. Haitakuwa yako tena, maana watu wameingia katika mambo imewatoa katika njia za Mungu. Ukienda umefanya nini? Umeenda. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mchana wa siku ya leo, ndugu zangu na dada zangu, wacheni tukaweze kuwa watu wanagoja. Tuwe watu wanajua ya kwamba tukigoja Mungu atakuja kufanikisha. Na ndio kioneki yako. Ile maono uko nayo usifanye nini? Usitupilie bali, shikilia maono yako. Hata kama itakawia itakuja kutimia. Praise the name of the Lord. Na ikiwezekana iandike kwa herufi kubwa. Hata ikikawia itakuja kutimia. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mungu awabariki sana.
Praise the name of the Lord.